Haleluya. Ninakusalimu mteule katika jina la Yesu Kristo. Ni furaha yangu kuwa pamoja na wewe katika darasa letu huru la neno la Mungu, katika mwendelezo wa somo letu la mapambo sehemu ya 16. Katika hii sehemu ya 16 tunaendelea kuangalia changamoto za mapambo. Leo tutaangalia pia changamoto za mapambo, na changamoto ya leo tutakayoiangalia zaidi ni changamoto inayohusiana na hoja nzima juu ya mafunuo, juu ya ndoto na juu ya watu waliopata neema ya kwenda mbinguni wakaongea na Mungu kwa habari za mapambo. Kwetu katika darasa la leo tunaona hii nayo ni moja ya changamoto, kwa sababu kuna maswali mengi sana watu wanayo kutokana na ndoto walizo nazo watu wanaodai kwamba Bwana Mungu amewaotesha akiwaeleza juu ya katazo la mapambo, na wengine wanasema Roho Mtakatifu amewafunulia kwa habari za katazo la mapambo, na wengine wanadai walipata neema ya kupata mafunuo au kupelekwa mbinguni na wakapata nafasi ya kuongea na Mungu ana kwa ana, na wakati wako huko mbinguni waliweza kutembezwa maeneo mbalimbali, na kuna wakati walioneshwa jehanamu, jinsi ambavyo imejaa watu wengi ambao waliwaamini kwamba ni watakatifu, lakini wako jehanamu na wameponzwa na mapambo, na Mungu anawaagiza kwamba wawaeleze umma wa Wakristo na watu wote kwamba mapambo ni katazo. Na kwa sababu hiyo basi tumeona ni vizuri katika darasa hili tutafakari kwa habari ya mafunuo hayo, kwa habari ya ndoto hizo, kwa habari ya shuhuda hizo. Na hapa tunahitaji unyenyekevu mkubwa zaidi, kwa sababu unapojadili jambo ambalo mtu anadai amelisikia kwa Mungu kwa masikio yake mwenyewe, si kusikia tu, mwingine anasema amefika hadi mbinguni na akaonana na Mungu, ameongea na malaika na akapata neema ya kurudi tena duniani. Inabidi tuijadili kwa upole, tuijadili kwa umakini mkubwa, ili tusijikute na sisi tunagombana na Mungu au tunagombana na watumishi wa Mungu kwa kushindwa kuyaamini hayo ambayo wanadai wamepewa na Mungu. Nia yetu ya kuyajadili ni kutafuta tu kujiridhisha kama mafunuo hayo na ndoto hizo zinaendana na neno la Mungu. Tukigundua hazina msuguano na neno la Mungu au ziko sawa na neno la Mungu, hatuna budi kuziamini. Lakini tukikuta ndoto hizo, mafunuo hayo, shuhuda hizo zinapingana na neno la Mungu, basi hatuna budi kutilia shaka ndoto hizo, mafunuo hayo na maono hayo. Na ni vizuri basi tafakari ya leo tuisikilize kwa utulivu na tuijadili kwa upole na kwa uangalifu mkubwa sana, na tukiomba Roho Mtakatifu awe mwalimu wetu mkuu na tuongoze katika kuyatafakari haya na tuweze kupata uthibitisho wa kimaandiko kwa habari ya shuhuda hizo
na kwa habari ya maono hayo na kwa habari ya mafunuo hayo. Yawezekana msikilizaji wangu na mtazamaji wangu unajiuliza, sasa tutapataje uthibitisho wakati aliyeota ndiye aliye na uhakika wa ndoto yake, na wakati mwenye mafunuo ndiye aliye na uhakika wa mafunuo yake? Lakini nikuombe basi tusikilize neno la Mungu linatuongoza vipi katika mafunuo hayo na ndoto hizo. Hivyo karibu sasa tuijadili hoja hii ya mafunuo, ndoto hizo na shuhuda hizo. Karibu sana. Nianze na kusema hivi. Kwanza, ni vizuri tusitirie shaka kwa habari ya watu kuota, kwa habari ya watu kupata mafunuo na kwa habari ya watu kupata maono, kwa sababu ni kweli watu wanaota. Ni ukweli hata mimi mwenyewe huwa naota, hata kama si kwa mafunuo, si kwa ndoto hizo za mapambo. Hata wewe msikilizaji wangu, ninaamini huwa unaota, hata kama yawezekana si kwa habari ya mapambo hayo, au yawezekana pia ni kwa habari ya mapambo hayo. Binadamu yeyote yule huwa anaweza kuota. Kwa hiyo mtu anaposema ameota, ukazidi kumbishia kwamba hajaota, kosa litakuwa ni la kwako wewe unayembishia kwamba hajaota, wakati aliyeota anao uhakika wa yeye kuota, wakati aliyefunuliwa anao uhakika wa yeye kufunuliwa, aliyekwenda mbinguni wakati yeye anao uhakika wa yeye kupelekwa mbinguni kuongea na. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuchukua muda mwingi kupinga kwamba watu hawajaota, watu hawajafunuliwa. Hapana. Na katika darasa letu la leo hatutochukua muda mwingi tunapinga watu eti hawajaota, hawajafunuliwa. Hapana. Lakini tutajikita kwenye kile walichokiota. Tutatazama zaidi kile walichofunuliwa. Tutatazama zaidi mafunuo walioyapata. Hilo ndilo ambalo tutaliangalia kwa nguvu kubwa zaidi. Napenda tufahamu kwamba ndoto sio haramu, na ndoto ni moja ya njia ambayo Mungu anasema na watu, na ni kibiblia kabisa. Wakati wana wa Israeli walipokuwa na wivu na Musa kwamba kwa nini Musa tu ndiye anayeongea na Mungu, Mungu alishuka akaongea na wao, akasema kwa habari ya Musa nitaongea naye ana kwa ana, lakini akiwepo mtumishi mwingine yeyote au nabii yeyote nitaongea naye kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo ndoto ni kibiblia kabisa kwamba ni moja ya njia ambayo Mungu anaweza kuitumia kuongea na mtu au kuongea na watu. Na tunazo shuhuda nyingi, na tunao ushuhuda pia katika maandiko matakatifu ya watu ambao Mungu alisema nao kwa njia ya ndoto. Tunamkumbuka Yusufu, mtoto wa Yakobo. Tunamkumbuka Yusufu tena huyu wa pili, mume wake na Mariamu mama yake na Yesu. Mungu alisema nao kwa njia za ndoto. Na ndoto haina utakatifu sana ukadhani kwamba anayeota basi atakuwa ni mtakatifu sana, hata kama ameoteshwa na Mungu. Mungu anaweza kumuotesha mtu yeyote. Anaweza kumuotesha mcha Mungu na asiye mcha Mungu. Anaweza kumuotesha mpagani na asiye mpagani. Na tunayo mifano mingi katika Biblia. Mfano mmojawapo ni wa Farao. Farao aliweza kuota, na alikuwa ni mpagani kabisa. Farao akaweza kuota ndoto mbili ambazo zilikuwa ni za kweli. Akaota ndoto miaka 7 ya mavuno mengi katika taifa la Misri, lakini pia akaweza kuota miaka mingine 7 ambayo itakuwa ni ya ukame na njaa kali katika taifa la Misri na nchi zingine jirani. Japo hakuweza kuitafsiri ile ndoto, ilitegemea neema ya Mungu kupitia Yusufu
akaweza kumtafsiria ile ndoto. Lakini pia tunamuona Nebukadreza, mfalme wa Babeli, mpagani kabisa, aliyeweza kuua watu wa Mungu na kuliharibu hekalu takatifu la Mungu pale Yerusalemu. Still aliweza kuota na ndoto yake ilikuwa ni ya kweli. Tuachane na wafalme, turudi kule Misri. Kuna wale watumishi wawili wa mfalme Farao. Mmoja alikuwa ni mwokaji wa mikate na mwingine mnyweshaji wa mfalme. Wakiwa gerezani pamoja na Yusufu, kila mtu kwa wakati wake aliweza kuota ndoto ya kweli, japo pia na wao hawakuweza kuzitafsiri. Ni Yusufu tu aliyeweza kuwatafsiria ndoto zao. Na hii haina maana kwamba aliye na uwezo kutafsiri ndoto ni lazima awe ni mcha Mungu tu. Si kweli. Kumbuka, kuna vijana wawili ambao walikuwa ni wanajeshi wa jeshi la Wamidiani. Wakati wameenda kuivamia taifa la Israeli, wana wa Israeli waliogopa sana, na hata Gideon aliogopa sana. Lakini Mungu akamwambia Gideon ajitie nguvu, aende kwenye kambi ya Wamidiani, na kama anaogopa basi amchukue askari wake waongozane naye. Na kweli Gideon ilibidi aongozane na askari wake. Walipofika kwenye moja ya kambi za wale maaskari wa Kimidiani, walisikia wakisimuliana habari ya ndoto mmoja wao aliyokuwa ameiota. Akawa ameota mkate wa shayiri ukigaragara kutoka mwelekeo wa Waisraeli ukaja ukaipiga moja ya hema au kambi yao na ikaanguka kabisa. Jambo ambalo linakusikitisha, mkate kuweza kuangusha tents si kitu rahisi, hakiwezekani. Lakini kwenye ndoto aliona mkate kutoka katika taifa la Israeli unagaragara, unagonga hema yao na inaanguka. Ile ndoto aliyeweza kuitafsiri alikuwa ni askari mwenzake wa Kimidiani, naye si kwamba alikuwa ni mcha Mungu, naye alikuwa ni mpagani. Akatafsiri na tafsiri yake ikawa ni sahihi. Na Gideon aliposikiliza ile ndoto na tafsiri ya yule askari, akagundua kumbe Mungu amewatoa Wamidiani mikononi mwa Waisraeli. Gideon akarudi nyuma kwa furaha na kukusanya kikosi chake kuja kuwashambulia wa Midiani, na wakaishinda ile vita, sawa na ile ndoto ya yule mwanajeshi wa Kimidiani alivyokuwa ameota. Kwa hiyo ndoto haina ile nguvu ya kusema ati aliyeota ndo mtakatifu sana, kwa sababu anaweza kuota mtu yeyote na anaweza kuoteshwa mtu yeyote na Mungu, ili mradi Mungu awe na kusudi lake la kufikisha ujumbe au la kufanya jambo lake wakati huo ambalo amekusudia mwenyewe. Na hivyo Mungu anaweza kutumia yeyote, kama ambavyo tumeona aliweza kumtumia yeyote. Alimtumia Farao, alitumia maaskari wa Kimidiani, aliwatumia wakina Herode, aliwatumia wakina Nebukadreza na wengine kadha wa kadha. Walikuwa ni wautaji wa ndoto na walikuwa wanapata mafunuo. Kwa hiyo ninapozungumza hivi, sina maana kwamba kila ndoto yatoka kwa Mungu au kwamba kila mafunuo yatoka kwa Mungu. Hapana. Ukisoma Mhubiri sura ya 5 ule mstari wa 3, anaonyesha wazi kwamba ndoto nyingi tunazoziota zinatokana na uchovu wa miili yetu, kwa sababu ya zile shughuli ambazo tumeshinda nazo. Mtu unaenda kulala, mwili umechoka. Kwa hiyo ndoto zinaweza zikasababishwa na vitu vingi, mojawapo ni uchovu. Lakini pia ndoto zingine yawezekana ni kutoka kwa yule adui, na ndoto zingine yawezekana pia zikatokana na maradhi, aidha ni malaria imepanda kichwani au vyovyote vile mtu anavyojisikia, anaweza kujikuta anaota ndoto ambazo hazielewi au anasielewa. Hivyo basi, tunapoendelea kuangalia habari ya ndoto, sahawa ndugu zetu ambao wanasema
wanasimamia katazo la mapambo kwa kutumia ushahidi wa ndoto ambazo wameziota. Tuchukulie kwamba hizo ndoto yawezekana ni kweli. Mungu amesema na watu hao na amewapa katazo hilo. Tuchukulie kwamba ni kweli. Hizo ndoto ni kweli, Mungu amesema na wao. Lakini tuone hicho wanachokiota. Najaribiwa kusema kwamba kama hizo ndoto ni kweli, huenda zilimhusu huyo anayeota au ziliwahusu hao wanaoota, kwa sababu utasikia katika shuhuda zao wakishuhudia mengi wanayoyaota, wakisema Bwana amenikataza kwa habari ya kusuka, kwa habari ya kuvaa wigi, kwa habari ya mapambo. Na anaeleza si kwa sababu ati mimi sina fedha au nimeishiwa. Hapana. Na anakueleza kwamba haikuwa rahisi kwake kuacha hayo mapambo, kuacha hiyo mitindo ya kusuka. Anakuambia hivi, ni mtindo gani wa kusuka ambao mimi sikusuka? Anakueleza, wewe unafikiri ni wigi gani ambalo mimi sikuwahi kuvaa? Anakueleza, unafikiri ni rasta za namna gani ambazo mimi sikuwahi kununua? Anakushuhudia mwingine, anakuambia, siku nilipoenda kuvichoma moto nilikuwa na rumbesa, nilikuwa na viroba, ulikuwa ni mzigo mkubwa, nilikuwa nimesheheni vitu vingi. Sasa ukisikiliza maneno hayo na anavyoshuhudia, unaanza kuona sababu ya msingi ya Mungu kusema na mtu huyo. Mtu aliyekuwa amefikia level hiyo, ambaye hakuna wigi la kuweza kumpita, hakuna mtindo wa msuko unaweza kumpita, hakuna pambo la namna yoyote linaloweza kumpita, unaona kabisa huyu mtu tunda la kiasi ilikuwa halipo. Unaona huyu mtu alikuwa ni mwathirika wa mawigi, ni mwathirika wa usukaji, ni mwathirika wa mapambo. Hata kama alikuwa anamcha Mungu, lakini kuna mstari tayari alikuwa ameshauvuka. Na kwa kuwa Mungu alikuwa bado anampenda, ilikuwa ni lazima Mungu amtumie ujumbe kwa njia mbalimbali, kama wanavyoshuhudia kwa njia ya wahubiri, amtumie ujumbe kwa njia za ndoto, au aamue mwenyewe kujifunua kwake na kusema na yeye. Sasa basi, Mungu anaposema na yeye kwa habari ya kumwonya kwa hatua aliyoifikia, asichukulie kwamba hilo ni katazo la watu wote, kwa sababu si wote wamevuka mstari aliouvuka yeye. Hata kama wako waliovuka kama yeye, itawahusu, lakini si katazo. Na watu wa namna hiyo wako wengi, na si kwenye eneo tu la kusuka na kuvaa mawigi. Angalia vizuri, wako ambao wanashuhudia kwamba Bwana amesema na wao kuacha kunywa soda, kwamba kunywa soda ni dhambi. Na wao wanashuhuda kama hizo, anakuambia usifikirie eti nimeishiwa, nilikuwa mimi ni mnywaji wa soda, mpaka leo nina uwezo wa kunywa soda. Lakini anakuambia, mimi nilikuwa nakunywa soda ile asubuhi tu, soda za baridi 2 kwa mkupuo ninaweza kuzitumia, na baadaye ndipo labda naweza kuchukua soda ya 3 ninakunywa taratibu. Ikifika mchana lazima ninywe soda zingine, ikifika sijui masaa fulani ninywe soda zingine tena. Ilikuwa sio rahisi mimi nilale bila kunywa soda. Nikikosa soda usiku nilikuwa napata tabu sana. Lakini Mungu akaanza kunionya kwa habari ya kuacha kunywa soda. Lakini mwisho nimenyosha mikono, nimeacha kunywa soda. Na anakuambia tangu nimeacha kunywa soda, basi nimeanza kujiona kumbe nimekuwa mtu huru. Wakati ule nilikuwa ni mtumwa wa soda. Sasa mtu kama huyu na ushuhuda wake wa namna hii, akisema Bwana amesema naye, una sababu gani ya kumpinga, ya Bwana kumuonya kwa habari ya soda? Kwa sababu huyu mtu automatic
ameshavuka mstari wa kiasi cha unywaji. Huyu mtu ni mlevi wa soda, ameshakuwa na addiction ya soda, ni mlevi kama walevi wengine, ni mrafi kama warafi wengine. Kwa nini Mungu asishughulike naye juu ya tatizo hili? Na Mungu anaposhughulika naye juu ya tatizo hili, kwa nini alifanya kuwa ni katazo la watu wote? Sio sawa. Najaribu kutafakari kama hizo ndoto zinakuwa ni za ukweli. Na mwingine anakuambia Bwana amesema naye juu ya kuacha kuangalia television, kwamba television ni njia ya kuwakosesha watu, ni njia ya kuwapoteza watu. Anakushuhudia kwamba Bwana amesema naye live, na anakwambia alikuwa ni mtu ambaye anaangalia season. Mimi usiku ningeweza kukesha naangalia TV, au ningelala masaa marefu sana, yani kwa kuchelewa sana, huku nikiangalia television. Mtu huyu Bwana anapomtokea na kumwambia bwana acha, shida iko wapi? Unaona na yeye pia television imeshakuwa ni jaribu kwake. Na anapokuwa ameonywa na Mungu kwa habari ya kuwa na kiasi, kwa habari ya television, asilitengeneze kuwa katazo la Mungu la kuangalia television kwa watu wengine, lakini iwe ni somo kwa watu wengine kuto kuvuka mstari kama yeye alivyovuka mstari. Ndugu zangu, viko vitu vingi ambavyo Mungu amesema na watu na kuwakataza ambavyo sio dhambi. Kuna watu ambao unakuta wanaonywa na Mungu kwamba kuanzia sasa usipande gari, aidha kwa kipindi fulani, na kweli anajiridhisha ni Mungu amesema na yeye, anaacha kupanda gari. Sasa asiibuke tena anaposema Bwana amesema naye kwamba kupanda gari ni dhambi, kwa sababu ni katazo tu Mungu amempatia, na huenda kuna jambo Mungu alikuwa anamwepusha nalo kwa habari ya kupanda gari. Kuna watu wengine wana ofa, Mungu amewapa ofa, amewaeleza wakiumwa wasiende hospitali, na Mungu amewapa ahadi ya kuwaponya. Na kweli hata akiugua ukaona ameugua kabisa, anakuambia ndugu yangu, mimi hapa siendi hospitali. Mtambembeleza? Hamna, ambaye sifi mimi, Mungu ataniponya. Na kweli Mungu anamponya. Sasa mtu mwenye ofa hiyo, Mungu alisema na yeye kwa habari ya kutokwenda hospitali, asilichukue kama fundisho la kuambia watu wengine ati wakiugua wasiende hospitali, na kuambia kwamba ni wamepungukiwa na imani, hawajui kutafuta vizuri uso wa Bwana, hawajui vizuri kusikiliza sauti ya Bwana, kwamba na yeye hapo zamani alikuwa hivyo hivyo, lakini alipotulia mbele za Bwana, Mungu alipa maelekezo ya kutokwenda hospitali, na mpaka sasa haende hospitali, na kwa kweli amemwona Mungu akimponya. Sasa ukianza kutafsiri ofa uliyopewa na Mungu kwa Mungu kusema na wewe na kukukataza kwenda hospitali, ukalifanya kuwa ni fundisho la kwamba watu wasiende hospitali, sio sawa. Hao unaowaona wanaenda hospitali, huenda na wao wana ofa nyingine ambazo hujapewa, kwa sababu Mungu hampi mtu vitu vyote, na kila mtu kuna ofa anayeweza kupewa na Mungu. Ndugu yangu, ninaposema maneno haya unaweza usinielewe. Si mambo mepesi na wala si mambo ambayo yameibuka hivi karibuni. Changamoto hii ya mafunuo na ndoto iliwaumiza manabii na mitume wa zamani, na imeendelea kuliumiza kanisa hadi leo. Wako wengi ambao walipambana na waota ndoto, wako wengi waliopambana na watu wanaodai Bwana amesema na wao. Moja ya watu hao ambao walipitia madhira makubwa ya kupambana na waotaji wa ndoto waliodai Bwana amesema nao wakati Mungu hakusema nao. Nabii Yeremia alikabiliana sana na watu hawa waliokuwa wanasema Bwana amesema, nimeota ndoto, nimepata mafunuo. Mtumishi wa Mungu Yeremia alipokuwa akisikiliza, baadaye anamsihi Mungu, hii kitu mbona inapingana
na maneno yako matakatifu mengine. Na kweli Mungu anamhakikishia Yeremia kwamba hayo maneno sio yangu na hizo ndoto hazikutoka kwangu, na hao wanaosema Bwana anasema, si kweli, mimi sijasema na wao, wala sijawatuma, wala sijawapa amri yoyote. Na Yeremia alipokuwa akiwaeleza ukweli kwamba hizo ndoto hazijakaa sawa, nikwambie, mara nyingi alipigwa. Na hii ni moja ya mambo ambayo yaliongeza maombolezo kwa Yeremia. Ni moja ya mambo ambayo yaliongeza masikitiko kwa Yeremia. Ni ndoto na manabii waliotoa mafunuo ya uongo ambayo Yeremia aliapprove kwamba hayakuwa ya kweli. Na Yeremia akaamulia kipigo. Mara kadhaa alipigwa hekaluni akiwa anawaambia watu ukweli. Jamani, hii kitu si kweli. Makuhani wanasema, hawa tunawaamini Bwana. Maana yake kuna waliwahi kusema ndoto fulani labda ikatokea, wakasema mafunuo mengine yakatokea. Unaona? Kwa hiyo makuhani wakawa wanasimama upande wa wale watu. Na Yeremia anapowaambia jamani, hizi ndoto hizi sasa hivi haziko sawa, Yeremia anapigwa hekaluni. Na hakuishia kupigwa tu hekaluni. Yeremia anafungwa. Na anafungwa vibaya sana. Ukisoma Yeremia ile sura ya 28 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea, unamwona Yeremia anavyopigwa na yule mwana wa Imer. Anampiga Yeremia kwa sababu Yeremia amepinga ndoto zake. Angalia sura ya 20 kitabu cha Yeremia mstari ule wa 2 na wa 6, usome. Angalia jinsi ambavyo Yeremia anateswa na Pashuri, kwa sababu Yeremia amekataa ndoto na mafunuo ya Pashuri. Anamwambia, wewe Pashuri, hizo ndoto zako si za kweli, na ya mafunuo Bwana hajasema na wewe. Unataka kuwakosesha Waisraeli kwa ndoto hizo. Yeremia anaonekana kwamba, wewe Yeremia vipi? Manabii wengine wote wanaota, mbona wengi tu wanaota? Mbona wengi tu wanaota kitu hicho? Wote wanaota kitu hicho. Yeremia anasema, hapana. Yeremia anapigwa na wakamtia katika vifungo vya hatari sana. Akatiwa katika gereza la nyumba ya mtoto wa mfalme Sedekia mmoja wapo, akawekwa chumba cha shimoni, akafungwa mle na mikatale. Haoni nuru, haoni chochote kule chini. Yeremia. Na siku nyingine Yeremia hakuchoka, kifungo hicho kikaisha, akazidi kupinga zile ndoto. Wakamtupa kwenye shimo la matope, akaanza kuozea mle Yeremia. Mtumishi wa Mungu mmoja Mkushi, wala kwa Myahudi, akasikia huruma, akamwambia mfalme, hebu uwe na huruma na Yeremia, mtoe kule shimoni, anakufa huyo mtumishi wa Mungu. Yule mfalme, kama sikoseni, Sedekia, akaingiwa na huruma, basi chukua watu wakamtoe kisirisiri, wakaenda wakamtoa Yeremia. Yeremia akawa na hali mbaya. Mfalme akamwitisha Yeremia aongee naye. Akamuuliza yule mfalme bila aibu, Yeremia, kuna neno lolote Bwana amesema na wewe? Yeremia akamwambia, kweli, yes, yapo maneno Mungu amesema na mimi, unaweza ukaniambia? Yeremia akamwambia. Japo yule mfalme hakutekeleza mashauri ya Yeremia, lakini Yeremia akapata hata nafasi ya kuomba aachiliwe huru. Akamwambia mfalme, naomba na kuomba unisaidie, usinirudishe kwenye kile kifungo kule, yani kule ninakufa. Basi kabidi Yeremia wasimrudishe kwenye ile shimo. Mfalme akasema basi wamlinde kwenye uwanda wa juu. Akaendwa tu pale uwandani, lakini hakutiwa tena katika lile shimo la matope. Ukisoma Yeremia 37 mstari wa 15, unaona Yeremia anakamatwa tena na yule Eliya mwana wa Sheremia mwana wa Hanania. Anamkamata tena Yeremia kwa kuwa Yeremia amekataa ndoto zao na mafunuo yao. Sasa jambo hili ndugu zangu ni vizuri kulitafakari vizuri, na tusiamini kila ndoto na tusiamini kila mafunuo. Na ndio maana maandiko yanatupa uhalali, sijaribuni hizo roho. Kwa hiyo ndoto zilihusika kuongeza mateso na maumivu kwa Yeremia. Na Mungu anamwambia Yeremia, hapana, waambie hizo ndoto hazijatoka kwangu. Sasa kwa sababu ya muda umekwenda, nisome baadhi ya mistari michache ya Yeremia akithibitisha kwamba anapambana na manabii na waota ndoto. Soma kitabu cha Yeremia ile sura ya 23 kuanzia ule mstari wa 9. Kiwezekana tungesoma kuanzia mstari wa kwanza
hadi mstari wa 32. Lakini kwa sababu ya kukimbizana na muda wetu, tusome mistari michache. Nisome ule mstari wa 9, kisha nitaruka tasoma mstari wa 16, nitaruka tena nisome mstari wa 21 hadi 22, na kisha nitamalizia mstari wa 25 hadi mstari wa 32. Nisome ule mstari wa 9 kama ilivyoandikwa na Yeremia sura ya 23. Anasema, katika habari za manabii, moyo wangu ndani yangu umevunjika, mifupa yangu yote imetikisika. Nimekuwa kama mtu aliye mlevi na kama mtu aliyeshindwa na divai. Yani Yeremia anaona kabisa, yani wamemchosha hawa watu, yani wamemshinda yani. Ukisoma mstari ule wa 16, Yeremia anaendelea kusema, mstari wa 16 asema, Bwana wa majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria, kuwafundisha ubatili, kunena uongo, kuwafundisha ubatili, kunena maono ya mioyo yao wenyewe, haya kutoka katika kinywa cha Bwana. Huyo anazungumza hapo mstari wa 16. Niruke ule mstari wa 21 na 22, anasema, mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda mbio, sikusema nao, lakini walitabiri. 22, lakini kama wangalisimama katika baraza yangu, ndipo ningeliwasikizisha watu wangu maneno yangu, na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. 25 hadi 32 anasema, nimesikia walioyasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema, nimeota ndoto. Je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe, wanaodhania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanazomhadithia kila mtu jirani yake, kama vile baba zao walivyolisahau jina langu kwa ajili ya baadhi. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake, na yeye aliye na neno langu na aseme neno langu kwa uaminifu. Makapi ni kitu gani kuliko ngano? Asema Bwana. Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? 30. Basi kwa sababu hiyo mimi ni juu ya manabii hao, asema Bwana, wanaompokonya kila mtu jirani yake maneno yangu. Tazama, mimi ni juu ya manabii, asema Bwana, wanaotumia ndimi zao na kusema, yeye asema. Tazama, mimi ni juu ya hao manabii, ni juu ya hao wanaotabiri ndoto za uongo, asema Bwana, na kuzisema na kuwakosesha watu wangu kwa uongo wao na kwa majivuno yao ya upuuzi. Lakini mimi sikuwatuma wala sikuwapa amri, wala wala hawatawafaidia watu hawa hata kidogo, asema Bwana. Sasa unaweza kuona haya maneno nabii Yeremia anayozungumza. Napenda sana ule mstari wa 29 anapoeleza kwa habari ya, je, neno langu ni kama moto, si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Hivyo ni vizuri tuliangalie neno la Mungu linasemaje. Na Yeremia alilitazama neno la Mungu kupima ndoto zao, kupima mafunuo yao. Hivyo basi tunapochukulia hizi ndoto zao kama ni za kweli, basi niseme hivi, huenda ni za kweli, wameota kweli, na kama zilikuwa zimetoka kwa Mungu, huenda ziliwahusu wao wenyewe. Kama ambavyo Mungu anaweza kujifunua kwa mtu akamkataza kitu, yeye kama yeye
na wala sio fundisho kwa watu wote, kama ambavyo nimetangulia kutoa mifano ya watu kukatazwa kwenda hospitali, Mungu atakana waponya, ni ofa ya kwao. Lakini pia angalia Mungu ambavyo alijifunua kwa Zakaria wa Yohana, baba wa Yohana Mbatizaji, na mafunuo aliyopewa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji humwona kila nyama za kuchoma, huona kila pilau, huona kila maembe, huona kila maepo, huona kioa, kwa sababu kuna agano na Mungu na yeye. Anaishia kuvaa tu mshipi wa ngamia na manyoya sio ya nini, mavazi ya ajabu ndio anayavaa kule, na anaishia kula asali ya mwitu na nzige. Je, Yohana aseme kwamba ili uwe mtumishi wa Bwana, maisha ya kuishi ni maisha kuwa na nywele kama za kwangu, ni maisha ya kuvaa mavazi ya namna hii, haya mavazi mengine ni ya anasa, hivyo vyakula vingine ni vya anasa. Kama ingekuwa ni watumishi wa siku hizi wamefunuliwa kama Yohana, basi watumishi wengine wangekoma ubishi, kwa sababu ni kweli Yohana anazungumza vitu ambavyo Mungu amesema na yeye, ni maelekezo ya Mungu, ni maelekezo ya Roho Mtakatifu ndani yake, lakini si maelekezo ya watu wote waishi kama Yohana Mbatizaji. Lakini pia angalia Mungu alipozungumza na Elia, maisha na masharti ya maisha ya Elia kidogo nataka kufanana na ya Yohana Mbatizaji, lakini ni tofauti kwenye maeneo mengi. Lakini kwa hiyo Elia angesimama akasema, ili uwe mtumishi wa Bwana uishi ABCD. Japo Elia tunashukuru yeye alikuwa anakula nyama choma na mikate, anaishi kwenye nyumba. Yohana yeye alikuwa anaishi nyikani huko lakini maisha yake unaona yalikuwa ni ya kujinyima sana. Na mtu mwingine anaweza kazalisha fundisho akasema, Bwana amenifunulia ili uwe mtumishi wa nguvu wa Bwana lazima uishi kama Yohana Mbatizaji, lazima uishi kama Elia. Ni watu ambao wakupenda maisha yao, ni watu ambao hawakuvaa nguo nzuri, ni watu ambao hawakula vyakula vizuri, ni watu ambao. Ndiyo ndugu yangu, utakuwa uko sawa upande mmoja, lakini sio fundisho la Biblia. Lakini kuna kitu ambacho Mungu alisema na Elia. Angalia jinsi ambavyo Mungu alijifunua kwa Manoa na kwa habari ya Samson. Akamwambia, bwana Samson, wewe utakuwa na nguvu kubwa sana na wembe usipite kichwani mwako. Samson akawa na marasta yale, akawa na nguvu. Kwa hiyo mtu aje na fundisho kwamba au Samsoni aibuke anze na fundisho la kusema watu ili muwe na nguvu za Bwana ni lazima muwe msikate nywele zenu, lazima muwe na vishungi vya nywele. Nikwambia hao wanaume hata kama wataigiza kuwa na vishungi vya nywele kama Samsoni, hawatakuwa na nguvu kama za Samsoni hata kidogo, kwa sababu yale ni mafunuo na ni agizo la Samsoni na ni maelekezo ya Samsoni. Kwa kuwa Mungu analo kusudi na Samsoni, analo agizo na Samsoni, na anao mpango wa kazi maalum na Samsoni kupitia staili ile, na wala sio katazo kwa wanaume wengine wote kunyoa nywele zao. Ndugu yangu, naamini kwamba unapata picha ya nini ninachokizungumzia. Na nasema haya ili kukurudisha nyuma kwamba hawa wa utandoto huenda wanachokiota ni cha kweli, lakini huenda kinawahusu wao wenyewe, kama ambavyo akina Manoa yaliwahusu wao wenyewe na Samson, kama ambavyo akina Yohana Mbatizaji yaliwahusu wao kama wao, kama ambavyo Yeremia ya kwake yalimhusu Yeremia kama Yeremia, kwamba bwana Yeremia, usioe, usiende kwenye harusi, usiende kwenye matukio ya misiba, kwa kuwa Mungu alihitaji kufikisha ujumbe kwa jamii ya Waisraeli kupitia makatazo ya Yeremia, kupitia maisha ya Yeremia kutokooa, kupitia maisha ya Yeremia ya kutokwenda kwenye sherehe za harusi, kupitia maisha ya Yeremia kutokwenda kwenye misiba. Lakini ilikuwa ni tofauti na Hosea. Hosea anaambiwa akachukua mwanamke wa kikahaba, wazee watoto kikahaba. Kwa hiyo Hosea asingesema watumishi wa Bwana ili tuwasaidia akina mama hawa makahaba, ni kuoa makahaba. Mimi mwenyewe na ushuhuda, Mungu amesema na mimi nimtafute kahaba. Ni kweli Bwana amesema na yeye, wala asingekuwa anasema uongo. Lakini uongo wake ingekuwa ni kusema Bwana amemuelekeza wanaume watafute, au watumishi wa Bwana watafute kuoa makahaba. Mungu anamwagiza Hosea awe kahaba kwa sababu Mungu analo kusudi la kufikisha ujumbe kwa taifa la Israeli kupitia mtindo huo wa Hosea kuoa kahaba na kuzaa watoto wa kikahaba. Kwa hiyo hata leo kuna watu wanapata mafunuo yanayowahusu wao kama wao, na kweli Bwana amesema na wao, na kwa kuwa amejidhihirisha kwamba amejiridhisha, Bwana amesema na yeye ni Bwana. Kwa hiyo anaona kwamba basi hili haliishi kwangu peke yangu, hili na watu wengine wote.
haiwezi kuwa sahihi katika mtindo wa namna hiyo. Hiyo ni najaribu kutafakari katika ule upande wa kuamini kwamba hayo wanayoyaona ni Bwana amesema na wao. Lakini tuangalie upande wa B. Pamoja na kwamba nimesema huenda hizo ndoto ni za kweli, Mungu amesema na wao, ila shida ni namna ya kuzitafsiri na kuzielekeza kwa watu wengine. Lakini pia baadhi ya shuhuda zao na ndoto zao na mafunuo yao unaweza ukayatilia mashaka, kwa sababu unakuta yanapingana kabisa na neno la Mungu. Kuna mtu mmoja ni maarufu, anasema yeye alipokufa wakachelewa kumzika, wakati ule wa kuchelewa kuuzika mwili wake ndipo alipata neema ya Mungu kumpeleka mbinguni. Mungu akamwonyesha watu wengi wanavyoenda jehanamu kwa sababu ya mapambo, na wengine walikuwa ni waimba kwaya na wengine kadha wa kadha. Sitaji kupinga kuhusu hilo, sababu tumeshasema kila kitu kikivuka kiasi, hata kama kilikuwa ni kitu cha halali, inakuwa ni dhambi. Lakini tuje kwa huyu muotaji, huyu mwenye mafunuo. Anasema akiwa huko mbinguni anamuuliza Bwana, sasa haya mapambo yamekuwaje shida na hizi heleni na nini? Mbona wana wa Israeli wakati wanatoka Misri uliwaagiza watake vitu vya dhahabu na vitu mbalimbali kwa Misri, na walifanya vile wakawa navyo. Anadai eti Mungu alimjibu kwamba ni kweli niliwaruhusu wawe navyo, lakini walipokuwa njiani kuelekea nchi ya ahadi walijichanganya wana wa Israeli, wakatengeneza ndama kupitia zile heleni zao na mikufu yao na bangili zao. Kwa hiyo kutokea pale mimi nilivikataza. Hata Mungu anamwelekeza kusoma Kutoka sura ya 32 kianzia ule mstari wa kwanza. Sasa ukisoma hicho kifungu ambacho anadai Mungu amemwelekeza, unakuta hakielezi hicho anachokishuhudia kuhusu makatazo ya mapambo, na wala hakina maana sawa na hiyo anayoizungumza. Na ndipo swali linakuja kwamba hivi huyu Mungu aliyesema na huyu mtu, ni kweli Mungu haijui Biblia yake yeye mwenyewe? Ni kweli Mungu huyu hayajui haya maandiko ya maneno yake yeye mwenyewe? Bwana, katika hiyo sura ya 32 ukisoma hakuna sehemu la katazo la heleni, hakuna sehemu ya katazo lolote. Utakachokikuta walitengeneza ndama, yes, na wala hatuoni Mungu akiwahukumu kwa kuvaa heleni na bangili zao, kwa sababu waliendelea kuzivaa, hazikuwa haramu na hazikuwahi kuwa haramu tena. Na ndio maana ukisoma ile sura inayofuata, hasa sura ya 35 kitabu cha Kutoka, unaona Mungu anamwelekeza Musa kwamba atake sadaka za hiari kwa wana wa Israeli, kila mtu kwa kadiri moyo wake upendavyo, ili waweze kutengeneza hekalu takatifu. Kwa hiyo wakaagizwa waweze kuleta dhahabu, waweze kuleta nyuzi maalum, na waweze kuleta miti maalum kwa ajili ya ujenzi ule. Na maandiko yanasema ukianzia ule mstari wa 20, wa kila mtu mwanaume kwa mwanamke wakazivua heleni zao, wakazivua pete zao, wakavua vikuku vyao walizokuwa wamevaa, wakavileta chungu zima, vitu vingi sana, wakavikabidhi mikononi mwa Musa kama sadaka kwa Bwana, na vikapokelewa na ikawa ni sadaka takatifu kwa Bwana. Kama 32 angekuwa amevikataza Mungu, iweje tena sura 35 viwe ni sadaka inayokubalika mbele za Bwana na vitengeneze vitu vitakatifu? Na kama kuna vitu vitakatifu katika Biblia, mojawapo ni ile hema ambayo Musa alionyeshwa mfano wa hema halisi ya mbinguni aitengeneze hapa duniani. Na ile hema ilikuwa ni takatifu na hakuna anayeweza kupisha juu ya utakatifu wake ile hema. Na ndio maana tuna shuhuda katika Biblia za watu wengi waliofia mle hemani walipoingia kinyume cha utaratibu, na walipotumika kinyume cha taratibu walikufa kwa sababu ya utakatifu wake. Je, iweje pete na heleni sitengeneze vitu vitakatifu vya namna ile, kama hizo pete na heleni zilikuwa ni vitu haramu? Na kama hizo pete na heleni vilikuwa vimekatazwa sura 32, unagundua kabisa kwamba haiwezekani. Kwa hiyo unajiuliza, huyu mwotaji yawezekana kweli ameota, lakini hiki kifungu kweli alipewa na Mungu au ni amejiongeza sasa baada ya kupata ile mafunuo, akaona ajaribu kuona maandiko ya kubeba mafunuo yake, kwa sababu anafahamu
mafunuo kama hayatasapotiwa na neno la Mungu hayatakubalika. Kwa hiyo anajaribu kutafuta kwenye Biblia labda aone mistari inaweza kusema sema kama hivyo, lakini bado wanaikosa hiyo mistari kwa sababu haipo. Mwingine unaona anasema Bwana nimeonyesha, amesema, analeta maandiko. Yale maandiko kiangalia hayaendani wala hayasapoti mafunuo yake. Anakuambia Bwana tusoma Hosea sura ya 2 mstari wa 13. Ukisoma Hosea sura ya 2 mstari wa 13 vitu viwili tofauti. Mwingine anakuambia soma Isaya sura ya 3 mstari wa 16 hadi 24. Ukisoma Isaya hiyo Isaya anayoitaja vitu vingine tofauti. Mwingine anasema soma Mwanzo 35 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 5. Ukisoma hadithi iliyoko pale wala haiendani na mafunuo anayosema. Mwingine anasema soma Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Ukisoma tofauti. Soma Petro sura ya 3 mstari wa 3. Ukisoma tafsiri yake ya Petro na anachokizungumza kwenye mafunuo yake vitu vingine tofauti. Anasema soma Yeremia ngapi? Soma Wafalme wangapi wa 2 sura ya 9 habari ya Yezebeli. Ukisoma habari ya Yezebeli na anachokizungumza vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hizi ndoto za wakati mwingine zinakosa nguvu na uhalali kwa sababu maandiko wanayodai wamepewa hayasapoti hicho ambacho wanakuwa wamefunuliwa. Kama ambavyo tumechukua muda mwingi kuanzia sehemu yetu ya darasa letu, sehemu yetu ya 3 ya somo letu, kiangalia somo la 3 hadi karibia somo la 14, tulikuwa somo 12 tukichambua hiyo mistari wanayoitumia, unagundua haizungumzi hicho ambacho wanasema Bwana amewafunulia. Na hii inatufanya tuzidi kuwaagiza watafute maandiko sahihi na wamuulize Mungu aliyowapa mafunuo. Mungu, hatujapata maandiko ya kusapoti haya mafunuo. Na wakizidi kulazimisha kwamba ni Mungu amewapa hayo maandiko, hapo ndipo wanatuongezea mashaka zaidi kwamba huyo Mungu anayewapa maandiko yanayopingana na maandiko yenyewe ni yupi sasa? Baada ya kuyasema haya katika somo letu la leo, hatuna nia ya kupinga ndoto, mafunuo, kwa sababu mimi mwenyewe binafsi ninaamini ndoto zipo na ni moja ya njia ambayo Mungu anaweza kusema na watu. Hata mimi ninazo shuhuda za ndoto ambazo Bwana alinipa na mambo yakawa vile vile nilivyoota. Na bado kuna ndoto zingine asitarajia ili zitimie kwa wakati wake. Yako mafunuo ambayo nimeweza kuyapata, japo sio mengi kama ya wenzangu, lakini sijayapata yanayohusiana na ndoto, na sio lazima kila mtu apate mafunuo hayo eti ndio kweli, hapana. Lakini nayasema haya nikimaanisha kwamba mimi sipingi mafunuo, sipingi ndoto, kwa sababu Mungu bado ana nafasi kusema na sisi kwa njia ya ndoto pia na kwa njia ya mafunuo mbalimbali, na bado natamani kuwa mtu wa mafunuo kutoka kwa Bwana. Lakini ninachokiomba ni ufahamu wa kutosha kuhusu mafunuo na ndoto. Je, yatoka kwa Bwana? Na kama ukiona mafunuo na ndoto uliopewa hayana support ya neno la Mungu, basi una sababu ya kutilia shaka, ya kutokuaminisha umma kwamba umepata mafunuo kutoka kwa Bwana, umepata ndoto za kuwaelekeza watu wafanye ABCD. Baada ya kuyasema hayo, nikuombe ujiandae sasa na kipindi kinachofuata. Kipindi kinachofuata tutaangalia yale mambo yanayotoka kuzimu. Wanasema mapambo mengi yanatoka kuzimu. Kwa tutaangalia uhalisia wa mapambo kutoka kuzimu. Ni nini hasa Mungu anamaanisha? Na kwa sababu hiyo basi niombe tupate break ili tujiandae na kipindi kingine tena, tuone changamoto nyingine kuhusiana na mapambo, mahusiano mapambo na mambo ya kuzimu. Nikuombe usisahau kucomment, usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kushare. Lakini pia unakaribishwa kama una swali, una nafasi ya kuuliza swali. Mwisho niombe usisahau kutusupport. Tunahitaji support yako ili tuweze kuandaa darasa rafiki kwa kuandalia vipindi vyetu. Hatuna kamera nzuri, hatuna kompyuta, tunatumia simu ambayo ina uwezo wake mdogo. Ikiwa unaweza kutusaidia kutusupport mic na vifaa mbalimbali vya kurekodia ili tuweze kuwa na vipindi vizuri, Mungu akubariki sana. Unaweza kuwasiliana na sisi au kututumia ujumbe wako
kwa njia ya WhatsApp au kwa njia ya clip fupi kwa namba ifuatayo ambayo ni ya Voda ya 0767950038. Ni mimi mtayarishaji wako na mwalimu wa somo hili, mwalimu na mchungaji Kachemli. Karibu tukutane darasa linalofuata. Asante sana kwa kunisikiliza.